Karibu kwenye video hii. Kwenye video hii nitaenda kufanya review fupi ya expressions za concentration ambayo mara nyingi zinakuwa ni percentage na ratio strength. Hizi tunajua kwenye dawa nyingi ambazo tunakuwa tunaziona, unakuta quantity au express dawa ile quantity yake in form of percentage, zingine unakuta labda ni ratio strength. Sasa tunataka kwenye review hii nitakuelezea percentage maana yake nini na inatumikaje, vile vile na ratio strength na yenyewe kama expression ya concentration nayo inatumikaje. Nitafanya review fupi kwa ajili ya kufanya tu kama summary ili kuweza kukukumbushia ile ambayo uliwahi kusoma, na kama umesahau basi tutaweza kukukumbusha. Kwenye video hii tutaanza na expression ya concentration ambayo itakuwa in form of percentage. Tusema percentage preparations, kwamba kuna preparation nyingi zina express kiwango chake in form of percentage. Kwa hiyo nini hizo percentage ziko namna gani, au ziko za namna tofauti tofauti. Zipo za namna ambazo zina express percentage, unakuta imeandika percentage lakini kwenye mabano imefikia weight in volume. Hizi ni zile percentage ambazo zinakuwa zinamaanisha kwamba percentage weight in volume, tafsiri yake ni kwamba sema express the number of gram of constitute in 100 ml of solution, kwamba ukiona dawa yote wame express quantity yake in form of percentage, tafsiri yake ni kwamba inaelezea kwamba kuna namba ya dawa, lakini ile namba ambayo ilikuwa ya dawa au ya kiwango cha active ingredient kilichopo mle kimekuwa contained kwenye 100 ml. Kwa hiyo weight in volume inakaa in form of milligram, in form of gram, ikiwa ndo sababu active ingredient, lakini volume inakuwa ni 100 ml. Lakini ile ml ndio inakuwa inabeba dawa ambayo ipo kwenye hiyo nini preparation. Kwa hiyo ukisema weight in volume maana yake ni gram per ml, maana yake ni gram imekuwa contained in 100 ml. Lakini kuna preparation zingine zime express concentration zake in form of percentage volume in volume. Maana yake sasa hizi tunasema kwamba ni kiwango, ni active ingredient in form of mils inakuwa ime contain in 100 mils. Hiyo ndio expression ya volume in volume. Kwa hiyo kuna preparation nyingine zinakuwa zime express concentration zake in form of weight in weight. Ukiona preparation yote au swali lote limekuandikia percentage weight in weight, tafsiri yake ni kwamba kuna gram, kiwango cha gram ambacho ni solid kime contain 100 gram, ambayo hiyo 100 gram inakuwa ni solid pia. Mara nyingi sasa hii weight in weight inatumika kwenye zile preparation ambazo zimetumia semi solid au solid kuandaa hiyo preparation. Kwa mfano inaweza kawa ni ointment, labda inaweza kawa sometimes paste inatumia weight in weight, lakini volume in volume ni zile preparation ambazo zimetumia maji, zimetumia vimiminika kwenye maandalizi yake au kwenye utengenezaji wake. Lakini weight in volume ni zile preparation ambazo zinatumia solid lakini zinatumia na vimiminika, ndio tunasema kwamba ni solid, hiyo imekuwa ime contain ni 100 ml. Lakini kwenye weight kwenye volume maana tunasema ni kimiminika hicho ambacho ni active ingredient kimekuwa contained kwenye kimiminika kingine ambacho na chenyewe kinakuwa expressed in form of ml, ndio tunasema ni volume in volume in 100 ml. Lakini kwenye weight in weight tunasema ni preparation ambazo zinakuwa zimetumia solid state kuandaa. Kwa mfano paste inakuwa mara nyingi inakuwa imetumia solid kwa solid. Kwa maana yake tunasema solid ambayo ilikuwa ni active ingredient ime contain kwenye 100 gram za solid nyingine ambayo ilikuwa sio active ingredient. Kwa hiyo mpaka hapo inakuwa nifanya review fupi. Tuendelee. Kinachofuata baada ya hapo tunasema sasa ile percentage, ile namba ya percentage inakuwa inamaanisha nini? Au hapa wametoa tu mfano
wa expression ya percentage. Kwa mfano tunasema expression ya percentage maana yake inakuwa ni part per 100 part. Kwa hiyo ile neno part linakaa instead of gram au mils. Kwa hiyo part inaweza kuwa yote, inaweza kuwa form of mils, form of gram. Kwa mfano hapa sasa tunasema ni 10%. Sasa 10% sasa maana yake ni 10 hiyo hiyo. Hicho kiwango cha percent hicho ndio kinakuwa ni kiwango cha kwanza ambapo kinaweza kuwa ni gram au kinaweza kuwa ni mils. Kwa hapo kinakuwa ni 10 in 100 parts. Parts hizo zinaweza kuwa ni 100 parts, zinaweza kuwa ni volume au ni weight. Kwa kuendelea tunasema percentage, weight ni volume. Ili uweze kuexpress sasa au kuifafanua, tunasema kwamba the percentage of liquid preparation, kwa mfano hizo ambazo ni suspension, ni solution, ni lotion, anasema would represent the gram of solute or constituent in 100 ml of liquid preparation, kwamba percent hiyo weight ni volume itakuwa imeexpress sasa kwamba namba ya gram iliyopo kwenye ile preparation ambayo ile namba ya active ingredient, lakini itakuwa imecontain imekuwa ndani ya 100 ml ya hiyo preparation nzima. Kwa hiyo sasa, kwa mfano tukisema 10% weight in volume, tafsiri yake ni kwamba 10% itakuwa ni gram, then itakuwa imecontain ni 100 ml. Kwa 10 gram ndo number of constituent in gram au number of solute. Lakini kwenye volume ni volume, the percentage strength ita indicate number part of volume of an active for an ingredient, lakini ita contain kwenye total volume ya solution ambayo ita consider kama ni 100 ml. Umeona kama nilivyoelezea kule juu. Kwa mfano 10% volume ni volume, tunasema so 10 ile 10 ina stage of inakaa instead of quantity ya ile ingredient ambayo itakuwa ni 10 ml, lakini itakuwa imecontain 10 ml. Lakini ya tatu, percentage weight ni weight, inasema kwamba ina express percentage yake na kuindicate number of part in weight of active ingredient ambayo ina contain kwenye total weight ya preparation nzima, ambayo total weight hiyo inakuwa considered kama 100 ml. Kwa hiyo sasa ukiona sema ameandika percentage weight ni weight, tafsiri yake ni kwamba ile percentage yake ndio inakuwa namba ile ya percentage ndio inakuwa weight ya active ingredient, lakini itakuwa imecontain kwenye total jumla sasa ya weight ya preparation nzima ambayo tunaiconsider kama ni 100 mg. Hapo nimekosea, niliandika mils, lakini hapo ni milligram sio mils. Hapo kwenye weight ni weight hapa. Then kwa mfano hapo ameandika 10% weight ni weight, ni sawa na 10 gram in 100 gram of preparation. Sasa basi kwa maelezo hayo juu, sasa unaweza kukutana na maswali ambayo unaweza kaambiwa utafute kiwango cha ingredient. Unaona, vile vile unaweza kaambiwa utafute volume ya preparation nzima, lakini kupitia hizo expression unaweza kaambiwa utafute percentage strength ya preparation. Lakini vile vile unaweza kaambia by using this formula. Sasa hivyo vitu vitatu unaweza kaambiwa uvitafute. Sasa ili uweze kufuata hivyo vitu vitatu kupitia hizo percentage strength, basi unatumia formula zifuatazo. Kama swali lako utaona kwamba wamesema linahusiana na mambo ya volume in volume, maana yake utasema kwamba ili kupata active ingredient utachukua ni mili ya preparation nzima, utazidisha na percentage ambayo unayo, lakini hiyo percentage utaiexpress in decimal place. Tafsiri yake utachukua number of percentage utagawa kwa 100, utapata jibu lako in form of decimal place, kwa ndo ambao utaliweka hapo. Kwa hiyo chukua hivyo vitu viwili, basi utakuwa umepata active ingredient. Kwenye volume utapata mili ya component husika ambayo imetumika kutengenezea hiyo dawa. Lakini kwa percentage weight in volume unachukua kiwango cha preparation nzima ambayo ni volume, utakizidisha na percentage strength ya hiyo preparation ambayo umepewa, basi utapata gram za component ambayo imetumia kutengenezea hiyo preparation. Lakini vile vile kwa weight ni weight,
maana yake utachukua ni ile gramu ya preparation nzima, total weight ya ile preparation nzima, utazidisha na percentage stress ambayo utakuwa umeibadilisha kwenda kwenye decimal place, then ukizidisha utakuwa umepata gramu ya component ambayo umetumia kutengenezea hiyo dawa. Kwa hiyo mpaka hapo nakuwa nimefika mwisho wa kufanya review hii fupi. Usikose video zinazofuata, maana nitaenda kusolve kufanya mfano na kuonesha maswali tofauti tofauti yanayohusiana na percentage strength. Kwa hiyo okay, tupata video hii basi usikose na video nyingine ambazo zinahusiana na maswali mengi sana yatakayohusu percentage strength. Na kukumbusha na nakuomba pia uweze kusubscribe channel hii, like, share, comment, lakini vile vile share kwa yule mtu ambaye anafikiri video hii inaweza kumsaidia.